Katika kuchangia wizara hii, kwanza ni lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo amewezesha wizara hii ya nishati inayoongozwa na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati kuiwezesha kutekeleza mambo makubwa sana katika nchi hii ndani ya kipindi kifupi cha miaka minne. Na sitaka niseme kwamba kuna mengi ambayo tumeiyaona, pamoja na kukamilisha miradi ile migumu sana kama ule wa bwawa la Nyerere kwa wakati tuliotarajia, na kuweza kufanya nchi hii ijitosheleze kwa uzalishaji wa nishati angalau kwa kipindi hiki ambacho tumefikia. Naamini kwamba tuna ziada sasa ya umeme, na ni kitu ambacho watu wengi hawakutarajia kwamba tutafikia hapo. Na hiyo ziada, nashukuru kwamba wizara hii imeendelea sasa kuunganisha gridi yetu kwenye power pool ya Afrika Mashariki pamoja na SADC. Uchimbizi kwamba pengine hata sisi tunauza umeme kwa nchi fulani ambayo hatujaweza kuambiwa, lakini naamini ni mafanikio makubwa sana. Niseme kwamba pengine tumshukuru pia rais na tumpongeze sana rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuzindua benki ya ushirika jana. Hiyo ni jambo kubwa sana ambalo naamini watu wengi hawajaelewa kilichofanyika, lakini sisi tulikuwa tunafuatilia. Ni taasisi au ni benki ambayo imechukua muda mwingi sana na kazi kubwa sana ya Mheshimiwa Rais mwenyewe pamoja na waziri wa kilimo na wale wengine wanaohusika kuweza kuanzisha benki hiyo. Na nasema hivi, nimesema mambo ya benki hapa kwa sababu mimi naunga hoja ya kwamba kwa gharama kubwa za uunganishaji wa umeme kwenye maeneo yale ya miji na miji midogo, naamini hasa TANESCO inaweza kwenda kutafuta fedha ya mikopo ili waweze kugharimia hizo gharama za kuunganisha wananchi kwenye umeme, na halafu wakalipa ule mkopo kwa kutumia kuongeza gharama ile ya invoice ya umeme. Mimi naamini ni vigumu sana kwa wananchi wengi kujiunga kwa shilingi 350,000 na ushehe na zaidi kwa maeneo mengine kwenye umeme bila kulipa kidogo kwa gharama hiyo ya kujiunganisha. Lakini nichukue fursa hii nimpongeze Mheshimiwa Mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Nimpongeze pia naibu wake na watendaji wake kwenye taasisi hizi. Kuna taasisi nyingi na watendaji wake wote wanaonekana ni watendaji waadilifu, ni watendaji ambao wanadeliver, wanafanya ili waone matokeo chanya. Nasema kwamba hawa ni watu naamini kwa kazi na utu vinaendelea, na naamini kwamba wataendelea kusonga mbele kwa namna hiyo, kwa msemo huo, kwa slogan hiyo ya kazi na utu, tusonge mbele. Taarifa mshirikiti. Okay, mshirikiti taarifa. Kunambi hapa taarifa. Mheshimiwa Kunambi. Mshirikiti, mimi nampa taarifa Mheshimiwa Mzee Kimei kwa kupongeza. Nampa taarifa kwa sababu tulikuwa na changamoto ya umeme kwenye vijiji. Kazi hiyo imekamilika na matumaini yangu sasa serikali inakwenda kukamilisha umeme kwenye vitongoji ikiwemo kitongoji cha Mlimba Mbwanda kule Mlimba. Asante. Mheshimiwa Daktari Kimei, unaipokea taarifa kutoka Mheshimiwa Kunambi. Sitaki kupunguza muda wangu kwa kukubali hiyo, lakini nampongeza na yeye kwamba amepata umeme kwake na ataendelea kupata. Lakini niseme hivi Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba kazi imefanyika, na niseme kwenye jimbo langu mimi nilipopata ubunge mwaka 2020 tulikuwa na vitongoji 191 havina umeme. Leo hii nazungumza hapa vitongoji vimebakia 40 tu ndio havina umeme, na naamini hivyo vinaenda kukamilishwa siku za karibuni, kwa sababu kuna ule mradi wa vitongoji 15 ambavyo tayari tumeanza kuona tuna kandarasi wanatekeleza kwenye vitongoji hivyo. Vitongoji vya Umasaini na Kimala pale Lelini Kahe Magharibi, kata ya Kahe Magharibi, Karango A na B, Mwika Kusini, Kiriche, Kalimani na Kisimani kwenye kata ya Makuyuni,
kwa Kipura, Mwika kaskazini, Kilaracha kwenye kata ya Kilwavunjo kusini, Msufini kule Kilwavunjo mashariki na Reli Juu Kahe mashariki. Kwa hiyo inatekelezwa. Kwa hiyo tunapunguza hata hiyo ambavyo tumesema 40, na nashukuru sana kwamba serikali imetekeleza ahadi yake kama ilivyofanya, na kwamba hivi vingine vibaki 40 navyo vitaenda kupata wakandarasi na fedha ili tuweze kuona kwamba Wanavunjo wanajivunia nchi yao, wanajivunia taa kwenye maeneo yao na miradi yao ambayo wanatekeleza. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwamba katika mambo yangu ya jumla kabla sijaenda mengine ya Vunjo huko, niseme kwamba mimi naamini kwamba gridi imara sasa ndio jambo kubwa na ndio mradi ambao tunatakiwa tuutekeleze kwa nguvu zote. Nimeona bajeti yake ni ndogo. Mimi naamini kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati ataenda kupigania tupate fedha ya ziada ili gridi imara iweze sasa kutekelezea, kwa sababu tunaona umeme unakatika, lakini sio kwa sababu umeme ni mdogo, ni kwa sababu ya uimara mdogo wa usambazaji wa umeme ule. Kwa hiyo naona jambo la maana sana. Lakini lingine ambalo mimi nafikiri ni la muhimu ni ile project ya LNG. Watu wengi wamezungumzia kidogo jana, lakini ile project imekaa kwenye drawing board kwa muda mrefu na tumekuwa tunaambiwa inakamilika, lakini tunamuomba Mheshimiwa Waziri ajaribu kusukuma zaidi, kutoa msukumo zaidi kwenye utekelezaji wa huu mradi. Lakini nikirudi tena Vunjo, hasa niseme hivi, vijiji na vitongoji kadhaa kama nilivyosema vimepata umeme, lakini kuna wananchi wanakaa mbali sana na zinakopita zile line za umeme. Kwa hiyo ule mradi wa umeme jazilizi ni mradi pia ambao unahitajika, kwa sababu kusema kweli watu wengi ambao wanaona umeme umepita lakini hawezi kuvuta kwa sababu uko mbali na ni gharama kubwa kuweka nguzo zile, inakuwa ni jambo gumu sana. Kwa hiyo naomba kwamba sasa serikali ione uwezekano wa kusukuma umeme jazilizi, mradi wa umeme jazilizi ili kupunguza gharama za wananchi kujiunganisha kwenye umeme huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Vunjo kuna wananchi 784 ambao wanadai fidia kwa vile walipisha maeneo yao kupitisha umeme wa kilovati 132 yenye umeme mkubwa kutoka Chungu kwenda kule Rombo, wilaya ya Rombo. Sasa wananchi hawa wengi wako kwenye kata yangu mojawapo. Kwa hiyo tunamuomba sasa waziri, Mheshimiwa Waziri, tusilaze damu tu, hawa wananchi wakalipwe hiyo fidia yao. Fidia yao tayari imeshahakikiwa na wizara yako pamoja na wakishirikiana na Wizara ya Fedha. Ni fidia ambayo ni kama shilingi bilioni 7.6, sio fedha nyingi. Naamini kwamba wanaenda kulipwa kwa sababu kusema kweli wanasononeka, licha ya kwamba tumefaidi, Rombo wamefaidi, tunataka wafaidi umeme huo, lakini wao wanaona kwamba wana haki, na kila serikali na hiyo sera ya kulipa fidia bila kuchelewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninataka niseme hivi, kwa vile nazungumza mambo ya fidia na huyu ni waziri, naibu waziri mkuu, naomba nimbebeshe pia ambalo sio la kwake kabisa. Kuna fidia pia ya wananchi wa pale Gona na njia panda wamepisha ujenzi wa kituo cha kukagulia mizigo cha pamoja, kituo one stop center kwa kukagulia mizigo pale kwenye maeneo ya Gona na njia panda, na wengine kule Mabungo ambao nao wamempisha ujenzi wa kituo kama hicho. Kwa hiyo tunaomba kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu nisaidie kusukuma hiyo, kwa sababu iko Wizara ya Fedha na TANROADS, lakini kweli